Sasa mke wangu, mume wangu, leo ni mara ya 3 leo nakuita kuhusu jambo hili moja, kuhusiana na mavazi. Mavazi ya mke wangu haya si mazuri, na nafahamu kabla ya hapo ulikuwa unayatumia na uliniahidi kwamba nitapokuoa tu basi utakuwa unayaacha mavazi na kuwa katika ule mwenendo ambao ninauhitaji mimi kulingana na dini yetu inavyosema. Sasa mbona mpaka leo unaendelea kuyavaa? Na juzi ile mimi nilichukua mpaka Bible kukuletea, lakini pia usiona kuvaa. Shida iko wapi? Lakini mume wangu, haya ndo mavazi ambayo nimekuwa nayo, ndo mavazi ambayo napenda kuvaa. Sio kitu rahisi kubadilisha kama unavyotaka wewe. Sio nivae mabaibui, nivae manguo marefu, inakuwa ngumu kwangu. Na ulivyonikuta ulikuta navaa hivi, si ndio? Sawa, nisikilize nikwambie mpenzi. Kila kitu kina taratibu zake. Na kwa upande wa dini yetu sisi, hairuhusiwi mwanamke kuvaa nguo za kiume au kuvaa nguo inayoashiria ni ya mwanaume. Kwa mwanamke hairuhusiwi. Unavaa suruali, hivi unazania akija wazazi wangu, ndugu zangu akakukuta hali kama hii hapa, unazania wao watakuchukuliaje? Alafu mimi watanichukuliaje? Nachukuomba mke wangu, badilisha. Kama uliweza kuvaa hizi, basi na imani hata majuba unaweza kuvaa. Kitaratibu tu utaenda utazoea. Sawa mume wangu, mimi nimekuelewa, nitavaa kama unavyotaka wewe. Sawa, nashukuru kusikia hivi. Sawa mume. Sawa, sasa mimi hapa acha nitoke kwanza. Nataka niende kwa nani kwa rafiki yangu anakuja na shule kwa simkumbuka. Nataka nikaona naye kidogo, kuna mipango ya kazi. Sasa nataka nikasikilizie sijui itakuwa kwaje. Wacha mimi nitoke kwanza. Tutaonana baadaye nikirudi kwanza. Mama wangu, basi naachia hela ya kula. Sababu kila siku ukiondoka unaachia chochote. Yaani mpaka nashinda njaa, mpaka nikusubiria ukirudi, sometimes ukirudi una chochote. Mama wangu jamani, kweli? Sawa. Muda mwingine mimi naondoka vile, sio kama labda ninataka. Yaani mambo yanakuwa hajakaa sawa. Maneno asije. Sawa mwanangu. Basi poa. Alafu usisahau ile mboga ninayoipenda ile. Haya sawa. Niambie mpenzi wangu, nimesikiliza wote. Nimekuita hapa mpenzi wangu, leo jioni kuna shule ya shoga yangu. Kwa hapa mimi nitaka hela ya kijola. Ya kijola? Mbona nishtukiza? Yaani mbona mambo yako yanakuepuka sana? Nashinda kukuelewa kabisa. Kwa hiyo unataka kuniambia hapo mfukoni una hata 10,000? Naitoa wapi? Pikipiki mwenyewe unajua inahitaji service kibao ile pale, inahitaji la bosi, inahitaji mafuta. Mimi natoa wapi sasa? Usiniambie cha kusikia. Kama una hela mimi nachukua hii ulimwengu wako akiza naenda kuuza. Usiniambie, sasa usiniambie. Yaani wanawake wengine bwana. Yaani najuta kwa nini nimedeti naye. Yaani kashachukua simu ndo na madili kibao, mbona kuna abiria ananipigia simu. Najuta yani. Kudeti na wanawake wa namna hii. Madari shogangu. Niambie. Nina jambo linanisibu mwenzako. Jambo lipi? Yaani mimi naishi na mume wangu kwa ugomvi humu ndani. Yaani anataka mavazi yangu nivae gauni na nikabu. Yaani gauni zile za heshima, yale magauni marefu, madela. Afu mimi sijazoea kuvaa hizo nguo. Yaani kama hivyo unavyoona mimi mavazi yangu suruali. Kama hivyo ya kepu nini. Lakini yeye hapendi. Nivae si madela. Hizo nguo mimi waga sizipendi nini. Naishi naye hivyo. Sasa mimi nifanye shoga. Shoga yangu, kwani yule ni mume wako tena wa halali. Lakini
Masuala ya kusema kupangie, hiyo ilikuwa zamani shoga yangu. Mimi yani mtu ambaye anakupangia si sheria, si ufanye hivi. Yaani ambapo ukiwa mtoto mdogo unaogeshwa, kila kitu unafanywa. Lakini sasa ushakuwa mtu mzima, alafu eti anakuambia uvae nguo ndefu, uvae mabaibui, uvae madela, shoga yangu. Unaenda kuziweka kabisa. Kwanza na hiyo shepu lako, hiyo sura yako, rangi ile baibui, uende ukajitwisha. Utaonekana mtu wa namna gani? Kwanza utaziweka shoga yangu. Kweli shoga yangu ulichonishauri, mimi nitafuata ushauri wako. Sitomsikiliza mtu, yule wangu si nini, simsikilize mtu. Safi sana. Huo ndo ukubwa. Sio masuala kupangiana tu sheria. Yule ni mume anatabaki kuwa mume. Habari ya kupangia sheria. Wewe alikukuta umevaa manikabu. Kaka, sikakupenda uko hivyo. Dili hivyo. Hataki aache. Wanaume wenyewe kibao shoga yangu. Hata usimhangaikie mwenyewe. Sawa mume. Sawa shoga yangu. Yaani mmatosha hapa ninavyokuambia. Nimeondoka kwa mkweo. Kuchukua eti kiswaswadu chake. Naenda kukiuza. Nimemwambia atika hela kijoa, tunaniambia hatakieleweki, ananiambia ana hela. Mimi hata sijaelewa, nimeingia kwa nimechelewa sababu naenda kukiuza. Kwa hiyo unachokifanya moyo wako sahihi. Utaolewa kweli wewe? Utaolewa mwanangu. Wanzo waende hivyo. Na huo sio ujasiri, na huo sio ujana kike. Mwanamume kila anachokitaka, umetaka sabuni kakunulia, umetaka viatu kakunulia, umetaka kijola kakunulia, umetaka mtandio kakunulia. Kila unachokitaka unakipata, mahitaji kwa wakati. Leo ulikuwa kwenda kumdhalilisha mbele ya watu? Mwenyewe una ujasiri huo? Sio kweli. Sasa hivi ninakutuma uende ukampelekea hiyo simu yake. Kama kijola nitakununulia mimi. Mkweni naye na ninatamba naye. Hakuna unachokosa kwa leo kijana wewe. Na alafu kingine wewe, na kama kweli anakuhitaji mwanangu. Na sio kama akuhitaji, anakuhitaji. Ila wewe ndo unamchanganya akili yake. Sasa mwambie alete barua. Na hiyo katiba unakwenda nayo mimi siipendi. Haistahili sifa wala zawadi kupewa. Hakuna mwanamke anaosifiwa tabia mbaya mtaani. Mwanamke anayesifiwa tabia mbaya yule mwenye maadili. Sasa wewe huna maadili ya Kiislamu. Sio, umenielewa mwanangu? Unaniangalia nini? Unielewe ninachokisema? Mimi nimekuelewa. Nichokisosodi mimi nitakurudishia. Lakini wewe umezidi na wewe mkweo. Hivi mimi nikipigwa utanitetea kweli wewe? Kama una machafu umemfanyia, sitakutetea. Akikuonea ndo atapokutetea. Haya, kuja tuone. Shauri yako. Halo. Yaani katika siku zote chakula ulichopika jana, mimi binafsi nimeridhika sana. Kweli mama. Yaani nimekula nimeshiba. Maana sio kula tu, nimekula na nimeshiba. Hata kitamu kinaanza. Hapo istoshe kwa nje watu wanakupa sana hongera wewe. Wasema huyu ni hela hana lakini ananenepa ndogo kitambi. Wao wanachojua kwamba kunenepa ni kuwa na hela tu. Hamna. Ni mapenzi, yani kuridhiana mle ndani. Lakini sasa mke wangu kuna jambo nataka nikukumbushie tena. Hivi ile jambo letu lile, mbona sijaona kufanya kazi? Wewe, nishakwambia. Kuhusu mavazi mimi sibadishi chochote. Kama ulivyonikuta nilivyo, uniache hivyo hivyo. Mimi mavazi yangu ninayapenda hayo. Sibadishi chochote. Si kuhusu mabaibui, madela, mimi sibadishi chochote. Na siwezi nikavaa hayo manguo. Kwanza siwezi nikayavaa. Naanzaje kwa mfano? Hivi ninavyovaa mimi, nitaendelea kuvaa hivi. Wewe kama unataka hao wanaovaa mabaibui, kama unataka hao wanavaa madela,
wafate wale wale, wapo wengi kibao tu. Sasa basi unaweza ukakubali ninavyovaa hivyo hivyo, kwa sababu mimi siwezi nikabadilisha. Yaani siwezi kabisa nikabadilisha. Si unanielewa? Yaani hicho unachokisema mimi kwangu hakiwezekani hata siku moja. Wewe kama hunitaki, tuachane. Full stop. Ila kwa kunibadilisha sibadiliki kwa chochote kile. Nishike akili yako. Lakini mke wangu, haya sio makubaliano. Wewe uliniambia kabla ya kuoana mimi kila kitu utafuata ninachokuambia mimi. Sasa mbona sasa hivi unabadilika? Na ufuate kile ninachotaka mimi? Shida iko wapi? Ulivyonifuata, ulinikuta nimevaa majuba. Ulinikuta nimevaa madela. Nguo ulizonikuta nazo, si unikubali hivyo hivyo. Sasa nakwambia, sivai hizo nguo unazotaka wewe. Na siwezi nikazitia kwenye mwili wangu hata siku moja. Nitabaki hivi hivi ninavyovaa. Nguo zangu ninazozivaa ndio nguo ambazo nimezichagua na ndio nguo ambazo ninazipenda. Siwezi ukanibadilisha kwa chochote. Kwa hiyo ndio hivyo. Mimi kuhusu mavazi sibadilishi chochote. Ulivyonikuta niache hivyo. Wewe kama nataka hao wanaovaa mabaibui, hao wanaovaa madela, watafute huko, wapo wengi kibao wamejaa. Kwangu sibadilishi chochote. Jangu. Kumbuka huko katika himaya yangu hivi sasa. Na unapaswa unisikilize ninachosema mimi. Tusikae tukaanza kulumbana kwa vitu vidogo tu mke wangu. Kwani kuvaa baibui, hijabu, unajistiri wewe mwenyewe unaona tabu gani mke wangu? Nishakwambia siwezi kuvaa hayo mambo. Siwezi kuvaa hayo manguo. Yaani siyawezi kabisa. Nguo zangu ulizonikuta nazo ndio nguo ambazo ninaweza kuzivaa na ndio nguo ambazo nilizozizoea. Chakupa ruhusa kabisa. Wewe kama unitaki niache, tuachane. Tafuta hao unaowataka wewe wa type yako. Sawa. Naomba niwekee maji basi nioge niondoke. Sawa. Nakuwekea. Sasa ndo nini umefanya? Yaani umeona laani, umekuja umenichukulia simu, yaani umpotezea madili yangu kibao. Ulikuwa na maana gani sasa? Hayo mapenzi vita, mimi basi sikuelewi. Na kuongelesha nijibu chochote, unamaanisha nini? Nakusikiliza, ongea sasa. Sio nakusikiliza, wewe unazingua maisha ya kweli. Alafu si hatuishi hivyo juu. Unazingua. Hatuishi hivyo kabisa. Shida kama hizo mtu unamuelekeza, alafu sisi tunamaliza mbona? Unakuja unachukua simu tu, alafu unaondoka nao yani. Watu kibao wanapiga, huko kuna namba za bimu kubwa, kuna namba za faza, yani umezingua yani. Yaani mimi sikufichi. Umezingua sana. Yaani hata kama mapenzi hapo hivyo. Wewe unaleta vita kwenye mahusiano. Umechukua simu umepata faida gani? Nijibu basi. Bwana yaishe basi na. Napo ndo mshukuru Mmatosha kanisika naambia simu nirudishie na kakugomboa ila kidogo kanipia. Basi kama nilivyokuambia mimi ningeenda kuuliza kweli. Mbona hii simu hata usingerudishia, mimi simu ningepata na maisha yangu yaendelee. Unazingua. Safi vipi? Kwema? Kwema, uko poa? Mimi niko poa, labda wewe? Fresh, sikuoni sasa hivi. Ni kweli na kazi nyingi. Ya, kazi nyingi. Juzi nimetoka Mbeya. Ila hapa nipo naenda hapo chini hapo. Gari yangu iliniharibikia pale, kuona ifuata ili nirudishe nyumbani. Okay. Na kuona uko na rafiki yako hapa. Huyu shoga yangu. Anaitwa nani? Anaitwa Rose. Rose vipi? Kwema? Mambo anasemaje? Safi. Safi. Naona upo.
Sasa sister, ngoja mimi nifike hapo, alafu mimi na wewe tutashikiana. Si unaelewa? Sema sasa ndo jiongeze basi. Usijali. Hamna noma. Ngoja nipate gari yangu hapo. Papa. Haya poa. Hai mama, habari hapa? Salama, kwema mwanangu? Kwema za siku. Salama, vipi hali? Namshukuru Mungu, sijui wewe. Mimi sijambo, za siku nyingi. Namshukuru Mungu mamangu. Sijui nyinyi hapa mnaendeleaje? Si hatujambo. Vipi, pole najua. Jua kali mama. Kwa kweli. Jua kali kweli kweli. Nani yuko Mwantumu? Hapo ndo pagumu. Sasa bahi. Najua hili umkute Mwantumu hapa. Sio kweli babangu. Kwa chawe mwenyewe jua kali lote enda kuzurura. Mwantumu akikaa hapa, sio mtu akosha vyombo, sio mtu akufagia uwanja, sio mtu akufagia ndani, sio kusema mama nipe nguo chafu nikufulie. Mwantumu yule. Na mimi siwezi kukaa mchafu, siwezi kukaa vyombo vangu vichafu, siwezi kukaa jumba langu chafu. Nafanya usafi katika nyumba yangu, yeye mwacha zuri. Mwanamke yule naye atakuwa na majukumu yake, atakuja kukaa na mji wake. Akishaolewa atakaa na mimi. Na hata kama akishindwa kukaa huko mbilini akirudi, sangine mimi Mungu ashanihitaji tayari, nishatoka katika uso wa jua. Ndio atapokuja kupata tabu. Lakini mama, haya malezi yao uliandaa wewe mwenyewe. Tokea mdogo yule tulikuwa tunamkanya, unakuwa mkale, utaki, tusimkanye, tukimpiga kidogo utaki. Ndio matokeo yake haya sasa. Sasa hivi mchana wote baada ya mama akae na wewe hapa apike, kama cha kutumwa kwenda sokoni aende, lakini wapi? Yeye anazurura tujua kale lote hilo. Nilishakwambia hapo nyuma, asofunzwa na mamake na babake, ulimwengu utamfunza yule. Sasa mama ukisema hivyo unadhania nani atakayekaa naye kwa staili kama ile? Mtu haoshi vyombo, hapiki, ushampikia basi kutoa tu akaoshe hataki, atakaa na nani? Sawa babangu, nimekuelewa. Kwa hiyo mama, mimi kuja kujulia hali hapa na basi mwambie Mwantumu, maana pale nyumbani palitokea ni wewe muda mrefu kweli yani. Hata kuja kunisalimia hataki. Namuona tu anapita barabarani huyu, ukimwita Mwantumu, kaka nakuja, ndo nakuja haji tena. Basi mwambie aje hata anijulie hali, aje amsalimie hata wifi yake pale. Nitakuja nimwambie, nimweke chini ni atanielewa. Asiponielewa, asofunzwa na mamake na babake, ulimwengu utamfunza mwanangu. Basi sawa mama, mimi nimeelewa. Mimi nakuja kujulia hali kidogo. Hivyo hapa naenda zangu kule site kule. Nikaangalia kuna kwa kuaje. Baadaye ninahisi kama sio baadaye, kesho nitakuja. Sawa mwanangu, nimekuelewa. Salimini. Basi sawa mama. Wacha mimi niende kwanza. Haya mwanangu, fika salama. Haya sawa. Niambie ndugu yangu, maana umenipigia simu nikasema kuna nini wakati tumekutana kule leo, au kuna shida ndugu yangu? Hakuna shida. Wewe mwenyewe na mimi ushaelewa kama mtu mzima. Sijui yani unashangaa nini hapo sasa. Sababu si unajua mwanzo ile nikuona pale na biskali nini. Sema yule mtoto hapa. Nitakuja kufa mimi. Na utakufa ndugu yangu. Hapana, ise yule mtoto hapana. Usiniambie kama umemuelewa. Hilo ndio jibu. Yaani hapo pigia mstari, yaani una mambo haya tena. Basi usijali. Wewe mwenyewe mimi unanijua, sina mambo mengi. Mimi nataka nataka vitu laini. Mimi sipendagi shida, mimi sijaombewa shida. Basi usijali. Ila sapapa unazo? Maana mimi uchawi ni pesa. Sasa vitu hivyo tena unaniuliza mimi? Basi nichoshie brand kiasi hiko bwana. Basi kama una pesa hilo limeisha. Yaani hapa wewe kuhusu pesa, yaani wewe usiwazi. Yaani ninakuhakikishia huu mchongo ukikamilika, yaani ukikamilika tu. Na bonge la surprise kwa. Usiniambie. Ngoja tembea tena hela soda inaye. Hapa bana, hapa sijatembea na kesha. Ila nimeacha kwenye gari pale. Ila so unajua hapa njia gari haipiti hapo. Haipiti hapa. Niacha pale naelekea pale chini pale. Sawa. Sasa kwa hiyo kwanza anasemaje? Ule mke wangu.
Wewe kama unampenda uwe makini. Ila hamna shida. Yule si mke wa mtu. Mimi nakuja na maziwa. Yaani usijali kwenye hiyo. Mimi namaliza. Yaani mimi namaliza. Yaani yule nataka nimfanye mpaka na msao mumewe yule. Kwa hiyo ng'ombe unazo. Yaani hapa hakuna shida. Yaani ninachokuambia hapa hakuna shida. Yaani yule mpaka na msao mumewe yule. Nakuelewa papa. Wewe unanielewa? Lazima unielewe. Sina chombovu. Nakujua. Ndio hivyo. Sasa rafiki yangu. Ndio. Kuhusu hilo swala usijali. Ila mimi kwa leo haitowezekana kwa sababu muda umeenda. Umeanza. Shida nini? Usijali papa. Yaani hapo unaponiangusha wewe. Usijali, mimi nitakufanyia mchongo, mambo yatakaa vizuri. Kama shida pesa sema. Mimi sinakujua pesa tu. Fanya uende leo. Unajua mimi na kichupa. Bwana mawe tuliza. Usijali. Ni mtoto muelewa. We. Kwanza mtoto ana? Haya nalo kweli. Mashaallah. Umeona? Oya, mimi pale siachi, yani pale napiga kimya. Sema sasa. Kaba. Nakujua. Una kaba, nakujua hiki una wewe. Wewe, mimi tena. Ila kwenye hili nakuamini, hamna shida. Mbele ya pesa. Usijali bwana. Ila hamna noma, mimi nakuaminia. Kesho mapema. Hamna noma. Fanya hivyo mwanangu. Haya. Nikimkamia. Pombe uzima hizi. Wewe unataka pesa? Sema ngoja niende safari yangu. Mimi hapa. Nafanyaje hizi? Ulikuwa? Ulikuwa hapo juu. Nilikuwa juu hapo. Sio kama unavyoongea na mimi ninavyokuuliza kitu sio unife kama mke mzima. Nakuuliza ulikuwa wapi? Si ulisha kujibu au? Umejibuje? Nilikuwa juu. Juu huko mbinguni? Manake mtoto usikii. Kama umechanjwa vya fisi. Na sikwenda hata kwa mganga mmoja amekusema nichanjeni mwanangu atembee upesi. Hata siku moja. Si umenielewa? Maana wewe uelewi, usikii, mara uko Kilwa, mara uko Liwale, mara uko Temeke, mara uko Tandika. Hivi kweli mwanangu unaoyafanya? Unatia aibu. Huko unakopita mitaani sifa za kuja kwetu, unatia aibu. Si umenielewa mwanangu? Kaka yako kaja. Hicho ndio ulichoacha. Hayo mengine ukupata ya kuhusu. Koma we. Wewe unasema niko hapo juu, kwani usikusikia kama umeshinda deblali huko? Yaani usione kitu gani? Umezaa, nimekuzaa au umenizaa? Nisikwambie kilichokuwepo. Umenizaa mimi? Haya, wewe kaka kaja kasemaje? Si uongee, kwani haya mengine ya nini? Muaya mgogo. Tuanza kuongea hapa. Sio nianze kuongea, nisikize dukuduku langu wewe, nitakupiga mbaa wewe. Kakako anakuita sasa. Kakaoa kakako. Kuja kwenda hata siku hii. Kama siku zako ulizokwenda 2, umeona umeenda kwa kakako, unakubali unapita pale pale, nachoka muonekani. Kakako anaona aibu. Wifi yako wewe akujue. Huyo Mwamtumu kapita na Kigoma wewe. Huyo Mwamtumu kapita na Domo la Bata. Huyo Mwamtumu kapita na Kigoma wewe. Unaonekana. Kakako unamtia fezea. Anaona aibu. Akirudi kazini hajakaa tu mkeo anamwambia, "Mume wangu, ifi kapita kwa mimi na ugomvi naye." Hajakuja kunisalimia, kweli inastahili? Mbona ustahili sifa hata zawadi kupewa? Hivyo unaona mwenye maadili mema ndio achagua? Sio kweli. Sasa kesho asubuhi ukishamaliza kazi zako tu hapa, ukishamaliza kunywa chai, uende kwa kakako. Nitaenda baadaye. Baadaye ya saa ngapi? Au 1 kwa 2? Hayo tena ya kwako. Wewe mwenyewe unajua mkuu wako mmoja tu kila. Hayo mengine utajua mwenyewe. Tungezipata sifa mbovu sisi hapa.
Sangia ndo hata Sangia anakataa kukunulia kukupa hela zake Sangia siku hizi kwa sababu hiyo tabia zako chafu. Anashindwa tu kuja kuniambia, lakini ipo siku ataniambia na siku ataniambia na ndo siku hiyo utakoma. Haya, akatupikie gasi. Mimi tena nikapike. Nimechonga mwiko nimekataa nini? Niko peke yangu nyanyukie mafuti. Na wewe upo nyanyukie mafuti kweli Mwamtumu? Ya nini kusema nimezaa mimi unanidharau wewe? Asante mama. Na nitachokipika kama utakila. Labda mimi sema matosha. Sio level zangu gani na mama yake. Saona? Vipi shogangu? Huyu bwana yuko katoka? Katoka kaenda kwenye mihangaiko yake huko. Bora shogangu, maana hapa nimekuja na ubuyu huo. Hey. Sasa shogangu, kuna libwana hilo nimetokea kukupenda. Yaani tena linakupenda kweli kweli. Sasa usiniangushe. Si umenielewa? Sasa shogangu, naendaje kwenye hao mambo unaoniambia wewe wakati unajua nimeolewa, naishi na mume ndani? Naendaje kwenye hayo unayoniambia wewe? Shoga, ndoa bongo. Alafu si nikwambia sio mwanaume kakupani. Mwanaume hana mbele, hana nyuma. Kwanza kwa anakufuja. Yaani huyu anayekupenda. Yaani ana sasampa. Unajua zile sasampa sasa. Yaani ana pesa. Kwa shoga yangu inapotang'aa utatakata kwanza utapendeza. Habari kusema kwamba basi uvae mabaibu siyo nini. Shoga yangu ndio alikuwa ameenda kufubasa kabisa ulivyo. Mme atakuwa bongo. Acha bwana kuniangusha wewe. Nakuletea habari za sampampa hapa na mume. Anakupa nini? Kwanza mkuachia nini hapa? Maana ningekuja hapa ningekuta hata soda. Lakini hapa mwenzangu. Haya sawa. Hayo ndo maneno. So mume. Ile nilikuwa narudi taka. Sasa shoga yangu. Nataka siku nije nikuchukue nikupeleke. Sawa? Ile usiniangushe. Kwa ndio hivyo. Basi shoga yangu, mimi nimekuelewa. Utafanya kama unavyotaka. Ndio hivyo, kwa hiyo ndio ananiambia kweli kwa hata chai shoga yangu. Basi ngoja nikuandalie chai kidogo. Kwa mwenzangu sina shida. Shoga yangu, usubiri tu mpaka nikuambie. Kwa mwenzangu mimi nishakula nishashiba. Wewe kaa ujiandae siku na siku hapa nakuja kukufuata. Sawa? Wala, nangu ujue tu vipi ndugu yangu. Haya maisha mwanangu kufusidai waka zalao mwanangu. Yaani mara 10 mtu ongea na jambo lako, unajua mkataba ukimaliza pikipiki na kwa yako. Yaani unaingia road mwanangu, road pagumu, wewe mwenyewe unaelewa sasa hivi Januari. Road pagumu yani mwanangu. Watu wanapambania wadogo waende shule, sije nini. Afu mtu anachukua pikipiki yake dai waka, yeye anakuletea madharau, nini una force hapo anakuletea madharau, yani ikalala. Ezea ndugu yangu. Vipi wewe ndugu yangu? Unataka kazi ya fundi ujenzi kaka? Inaumiza sana. Wiki iliyopita tulikwenda kupiga show mwanangu Magusini azingua. Hivyo. Ndio nazingua. Umeona ni nimeenda kupiga show. Nimepiga show kule nimekaa fresh. Hadi leo unaponiona. Sijapata kazi, yani mangu niko. Basi elewi kaka. Ndio hivyo kama ninavyokuambia, inabidi utafute yani issue ambayo inaeleweka. Yani kama ni fundi ujenzi au fundi ujenzi. Mimi zote hali nishajitolea ndugu yangu. Mimi nimeamua kwa bodaboda. Mimi nipo kwenye majombo sasa hivi. Si unajua? Kwa hiyo ndo kama unaamua kama ni fundi ujenzi, kama ni hivi. Yaani issue inabidi iwe hivyo ndugu yangu. Lakini unavokaa mtaani sio pazuri, si unajua afu mtoto wa kiume, mjomba town huko mjomba. Kuna mambo mengi usichukulie poa. Basi baka mimi nitakata kwa sababu ya fundi nitakata sana. Poa basi ndugu yangu yani hapa nimechoka kweli yani afu jua linapiga. Nataka nisogee hivi nikapumzike ndugu yangu. Si unajua usiku inabidi niingie road tena. Hivi unapiga hadi usiku?
Mimi nakesha, yani mwenye chombo chake sasa hivi ndo anaendesha. Mimi nakesha. Poa basi, wewe si upo hapa, mimi nakukimbia. Poa. Mungu nao unatendevu kidogo jamani. Hizi ndevu mke wangu ndo ndevu za kishekhe hizi. Midevu hiyo unaona mikubwa ile haina maana yote, midevu kana ya mbuzi bana. Wewe mwenyewe unaonaje ukishika ndevu kama hizi yani? Unashika safi kabisa. Niambie mume wangu. Sasa, alafu nilienda kule nyumbani hivi. Nimeenda kwa mama kule. Mama anakusalimia na amekumisa, nasema sasa hivi ujenda una muda kidogo, ujenda kumjulia hali. Alafu ifi yako yule mdogo wangu yule anakuja. Kama unapomjua yule sasa. Akija hapo. Ila mimi katika mambo yenu msinihusishe. Atakuja lini sasa? Mimi jana aliponiambia next kombe hizi kama sio kesho kutwa atakuja. Sijali mbona. Mbe basi hata awali kwa sababu mwenyewe nimemisa afu na kama mwenyewe mpweke akija ameniwaza tuongea mwalimu tatu. Na mkubaliki yule kwa stali hajapoa. Anaongea sana. Waga sharp sana kweli yani. Nimemisi mwenyewe mama. Kila muda unakuwa mdogo, sijaenda hata kumwona. Anaendeleaje na ule ugonjwa wake? Jambo sasa kidogo kuzaa. Ndio maana nataka hata uende kidogo ukamjulie hali. Ila sasa mke wangu jambo liko pale pale. Ukishaenda kule basi leo kwa siku moja ni stiri juu ya hilo. Sina na suali basi. Sawa mke wangu. Alafu ukisharudi kule tutatafuta namna gani ya kuzungumza juu ya jambo hilo, sawa? Sawa mtoto. Sawa mume wangu, sababu mako nampenda. Basi usijali katika. Ndio maana nakwambia mambo kama haya tunamaliza nyumbani kwetu. Tukitoka nje hapo asijue kama mimi naye tuna ugomvi au tunagombania kitu gani. Unafahamu? Unajua kwa umri wangu mimi sasa kupata mtoto mdogo kama wewe unajua yaani sana kuona nje mweupe. Na kitu ambacho hakiwezekani. Ila sasa mimi ndo najitahidi hivyo hivyo kutulia na wewe ili mradi ubaki na mimi yani. Sawa? Sawa mume wangu. Kwa mako nitaenda vizuri, nitaenda na msalimia kama kawaida. Basi ina shida. Mangu basi mdogo wako kumwambia ataje hapa yenyewe na baki mpweke. Sina mtu aje basi atapiga story moja mbili tatu. Sawa, haina shida. Mimi nishamwachia yeye. Kwa hiyo akija mtapiga story, mtadisiana kama chochote kile. Unajua nyinyi wenyewe tena. Sawa? Sawa mwanangu. Kwa hiyo vipi sasa? Tunaendelea au ngoja kupumzika? Mwanangu na wewe. Boy. Nimeuliza. Anajua kwamba nilikuwa nasikia tu ng'ombe hasa Tumaini. Mimi nilikuwa sijaelewa. Kama anamaanisha nini sasa ndo nimeelewa sasa hivi hapo. Au inategemea. Usijali mwanangu, sababu mimi na wewe tunapendana. Hakuna kuchoka. Naendelea na show. Basi bila kaoge kwanza nigeta. Haya mwanangu. Niambie Taji. Safi kwema? Kwema, uko poa? Mimi niko poa. Mbona umeniita huko? Kuna shida gani? Sule jibu yako nimekubalika. Yaani kama ni mteremko, mtoto ameteremka. Yaani kwenye kipengele hiko hapo tu ndo ninapokukubali yani. Yaani hapo ulishaanza kuniboa lakini ulivyoingiza mada hiyo. Tajiri. Ndio mama. Kwa mtoto kanyooka yani. Kwa hiyo sasa ule mtoto anaingia kwenye nini? Basi nilikwambia mimi ndo mama la mama. Kwa hiyo mtoto? Yaani hapo tu ndo ninapokukubali. Yaani hapo. Upo kama mteremko. Yaani kabla hujaendelea. Kabla hujaendelea una 10 yako yani hapo kabla hujaendelea. Unasemaje? Usienda papala. Yaani hiyo ni kabla hujaendelea. Twende. Yani mpaka nakosea. Shaanza. Ukisikia hela yani ukisikia unachanganyikiwa. Nilikuwa nataka nikuombe 20,000. Wewe vipi? Hiyo 20,000 utaomba na utapewa na nyingine lakini hapo kwanza kuna 10,000 yako. I said. Yaani hapo tu ninapokukubali.
Sawa tajiri. Ndio. Kwa hiyo basi ndio hivyo, mtoto amekubali. Eh. Kwa hiyo yani kazi ni kwako. Wewe unajua watoto kama wale, yani pesa hivi. Changanya. Oya. Tajiri. Umenifurahisha sana. Yaani kwenye hilo umenifurahisha sana. Sasa kwa hiyo kila kitu kipo sawa. Yani hapo kila kitu, yani ni wewe. Yani hapo tu niingizie tu mafoto, unajua tena. Wewe tena. Unajua tajiri. Ulisema unataka shilingi ngapi? Nataka tu 20 tu na mtosha. Mama, kwa nini unaomba hela ndogo? Sasa sikia. Nimekwambia nakupa elfu ngapi hapa? 10,000 kabla hujaendelea, sawa? Ongeza na hiyo 20,000 na kwa ngapi? Na kuongezea na 100,000 juu. Yaani leo nataka ukapatike. Wewe usiniambie. Jamani, lazima mimi nakujua. Wewe unapenda hela. Yaani ukisikia masuala ya hela, wewe unachanganyikiwa. Sasa yaani nakupiga pesa na sasa huyo ni wewe sasa. Huyo mwenzio sasa. Mbona mtasaza? Yaani kwenye mambo hayo mzee wa minara huyo. Mimi sina mambo mengi. Mimi sio kama watu wenu hao. Machoka mbaya. Nashangaa wewe ulichelewa wapi ndugu yangu? Na ulichelewa, ulikuwa unalinga sana shida yako. Bahati mama mkia mwezio hiyo hapo. Tajiri nitafanyaje tena? Hapo tunatakuwa ule kwa macho. Basi ngoja nikutumie hapo. Sawa. Nakutumia laki na 30. Laki na 30 tajiri. Haya. Angalia bana. Soma muamala. Tajiri. Hadi ya kucholea. Aise bosi. Nina hapo mtoto umempata. Au sio? Yani hadi mbanzo umenionyesha hivi. Uko mbele na sisi nitakuwa. Yani hapa kwangu mimi yani hivi tu. Papa mapesa. Sema mwambie atulie sasa. Usijali. Yule mtoto? Yeah. Atatulia. Kwa hizo pesa? Haya bana, hamna noma. Sasa unaelekea wapi? Mimi naelekea huko, si unajua tena. Yani mimi ni mzee wa mipango. Mimi nataka mipango yako ikae. Wewe unapenda pesa, shida yako. Sikute hapo unaenda kuunganisha kwa mwingine. Sasa sikia. Baada hiyo nipati ya mimi na wewe, sawa? Sawa. Baadaye saa 2 tutakuwa na mtoko. Ila ni mimi na wewe. Kweli? Ngoja mimi niende. Naona utanichelewesha au una story sana. Sawa bosi, unajua mazingira haya utakuja tu hata nzee yeye atakuja kudemea. Au sio? Hamna noma. Wewe fai kukaa kabisa. Hamna noma. Kwa pesa hizi? Aisee kweli. Wangu. Huyu mwanangu Hansi au macho yangu yananidanganya? Mbona sielewi? Wewe Hansi. Ni mimi mama. Mbona unanishangaa? Siyategemea siku kama hii ya leo nitapokea ugeni kama huu. Manake toka kafariki mama yenu, nyinyi watoto, wewe si mdogo wako, mmenihasi na kuniasi. Hamlienda kwa mganga mkasema labda mama mkubwa ndio alomfanyia kitu kibaya mama yetu kwa mtu duniani? Wanangu, mbona mnanikumbusha ukiwa sana? Mimi na mdogo wangu tuko tunapendana. La kwake la kwangu, la kwangu la kwake. Nikiumwa niuguze, akiumwa nimuuguze. Mpaka kanifia mwenye mdogo wangu. Tulikuwa wawili tu kama macho. Leo watoto mmekuwepo magaidi. Watoto hamnisamini mimi. Je, ndugu zenu mtawasamini, mtajuana nyinyi? Hivi leo ukimwona apewe wewe utamsalimia wewe? Hiki mnachokifanya sio sahihi. Hamstahili sifa katika hii dunia. Yaani mnanikumbusha mbali sana. Sisi tulizaliwa wawili tu. Si uniseme nini katika hii dunia mimi? Mwanangu Hansi. Dada yako leo Mwamtumu mpaka anasema nimemisi kaka. Kakangu mmoja yule niwahi kukutana naye, lakini kaka mwingine sijakutana naye kabisa. Hivi kweli ndugu zangu, wanangu, jamani nyinyi? Mbona mnanitupa wanangu? Mamangu, wewe ndio umeninyonyesha. Na mama yetu si alituacha wadogo. Baba alisema hizo kana watoto, ukaamua kuwachukua wewe. Akawa anakuletea matumizi wewe. Ina kwamba sisi tumekulia nyumba hii. Na kusoma tumesomea nyumba hii mama. Yote ni maisha mamangu. Naomba sana mama, utusamee mimi na ndugu zangu.
Haya maisha tuliokuwa nayo huko yasitudanganye sisi. Ndio maana mamangu mimi nimekuja. Naomba utusamee mimi na ndugu zangu kote tulipokukosea mama. Ndio maana nikasema leo siku ya Jumapili nende nikamtembelee mama. Mama ni muda mrefu sijafika hapa. Kwa naomba unisamee mamangu. Wewe ni mama, huwezi kubadilika. Naomba mamangu nisamee mwanao. Mimi mama yenu mkubwa. Baba mmoja, mama mmoja na mama yenu. Ndio maana nimekuja nije kuangalia changamoto kidogo mamangu, nikuboreshia hata nyumba, maana toka sisi tunakuwa nyumba ipo hivi hivi. Kama pesa ipo mama sasa hivi. Naomba unisamee. Ni utafutaji mamangu. Ni utafutaji tu. Naomba unisamee. Nishakusamea mwanangu. Nimefurahi kutoka moyoni mwanangu. Asante sana mama. Nimefurahi kutoka moyoni mwanangu. Nashukuru sana mama yangu. Natamani itokee siku mkutane na Apewe. Sana. Na Mwamtumu mkutane na huyo ndugu yako huyo, muje hapa wote kwa pamoja. Sawa. Tupike chakula cha mchana tule kwa pamoja na wanangu. Kwani roho yangu italizika sana. Apewe yuko wapi mama? Apewe yuko nyumbani kwake na mke wake. Ana maisha yake. Mwamtumu? Mwamtumu hapo ndo pagumu. Mapepe. Saizi hapa mkute hapa. Saizi uko kwenda kutembeza sare, kuna doma la bata, si goma la bata na wenyewe. Acha mama. So wajua watu wa mjini tena hapa sasa hivi. Changamoto. Mwamtumu ana kichwa kigumu. Vibaya sana. Aya, sijui nyinyi kaka zake maana Apewe ndo kashasema. Kaeka mkono chini. Sasa sijui kama kaka yake atakuelewa. Huenda mimi mkubwa wakanisikiliza. Unajua mimi ndo mkubwa hapa mama. Kwa kweli. Na mimi ndo mtawala. Kwa kweli. Nimekuja mama kuangalia na hali ya nyumba. Jaribu kufanya marekebisho. Nyumba iache kama ilivyo, kwanza nijali mimi. Mimi nijali mimi ndio kutoa tumboni mwangu miezi 9. Usinijali ukajali nyumba. Kwa nini uweze kunichukua nikaja kukaa kwako? Au mama unacheza vikoba? Sicheze vikoba, nacheza vikoba ali sio selekea kibla tayari. Nacheza vikoba hivyo nini? Na mwekea nani vikoba? Nataka mimi nikutumie hela kutengeneza nyumba ucheze vikoba mama sema. Nasema hivi, nilete kiloba cha unga, nilete kiloba cha mchele, afu ndo ulizike na roho kama chezi vikoba. Basi niandalie hicho kidogo kitu, mtokee mimi naye mpaka dukani. Sasa hivi. Asante mwanangu, nimefurahi leo kuona mwanangu. Hizi zote hasira tu, hizi miaka mingi wanangu sijawaona. Usijali mamangu, usijali. Hapa nipo natamani hapa kushoto angekuwa Apewe, hapa wewe basi. Wewe. Mwanangu. Mimi nashukuru mama. Kwa msamaha wako na ili swala nitalifikisha nyumbani jamani, nimeenda kwa mama. Kwa hiyo katusamee kuanzia sasa. Kila mmoja amjali mama. Niambie Wizo. Safi tu sijui wewe. Mimi nzima nipange. Unaponiona nimefuria. Yaani sina kitu ndani. Mume wangu hata akiondoka, yaani huyo kakako sijui anataka mimi nimfanyaje. Haniachi chochote ndani. Akinipa hela kama leo, inapita hata wiki hajanipa hata 100, hajaacha ndani hata 100. Alafu kumbuka akirudi anataka akute chakula ndani. Na hajaacha hata shilingi 1 ya kununua chakula. Sasa sijui anataka mimi nimlishe nini? Sijui anataka akute chakula gani wakati hajaacha chochote cha kupika. Yaani humo ndani mimi naishi kwa shida sana. Naishi kwa tabu sana. Mbaya zaidi anataka nibadilishe mavazi. Anataka nivae zile nguo sijui yale mabaibui yale, zile madela yale. Afu mimi hizo nguo siziwezi. Yaani mimi nguo zangu unazoziona ni kama hizi suruali. Hapa najisikia fresh kabisa. Lakini anataka mimi nivae hizo nguo, basi tunaishi kwa marumbano sana huko ndani. Hakuna maelewano. Tunaishi kwa kugombana. Yeye anataka hiki, mimi nataka hiki. Basi nakuwa vurugu kabisa. Mimi hata sele nifanyeje kwenye ndoa yangu? Sijui niishije kwenye ndoa yangu. Sawa, mimi nimekusikia na nimekuelewa. Ila mimi nitajaribu kuongea naye, labda atanielewa. Lakini mvumilie tu. Unaona ule umri wake, lakini si umekubali mwenyewe. Lakini yeye anajua ana mke ndani. Ana uwezo wa kunifanyia chochote kile ninachokihitaji, yaani kinachohitajika ndani ya ndoa. Pole, lakini wewe endelea tu kuvumilia. Jitahidi. Unajua tuna mwanamke mvumilivu, wewe endelea kuvumilia. Sawa? Yeye kinachonikera zaidi ni anavyoniambia nibadilishe mavazi.
Nataka nivae manguo marefu, anataka nivae majuba, mabaibui. Alafu nakujua hizo nguo mimi sizipenda, alafu siwezi nikuzivaa. Nguo zangu waga ni hizi na siwezi kubadilisha. Yapo nakuwa marumbano sana ndani ya ndoa. Hatuelewani hata chembe ndani ya ndoa. Sasa litangu ataka kuondoka mimi kaniachana naye. Unajua mimi nimekuzoea wewe tu. Hapo akija mtu mwingine hapa ataenda kuwa mtu mzima mtaki hata ametabidi. Afu msichana mwenzangu sasa kuzoea hapa tunapiga story. Ndio utapambana naye. Sasa kakake hataki kunitunza. Kaza bwana. Wewe, siwezi ndoa kabisa. Naona imenishinda, hadi imenifika hapa. Nataka niondoke kabisa. Jitahidi bwana. Si unajua mimi nimekuzoea. Haya wifi yangu, sijali. Haya. Papa vipi? Safi, kwanza kaeni chini kwanza. Mbona mpo hai? Shida nini? Kaa chini. Vipi papa? Safi, niambie. Upo? Naona upo na mgeni. Naona zidi kupendeza tu. Kawaida, haya mambo ya kawaida sana, isikutishi. Sawa papa, sasa nimekuletea zigo lako ndio hilo hapo. Ndio wewe? Nashukuru sana hizo. Kwa hiyo sasa karibu. Nisikie upo huru kabisa. Karibu. Kwa sasa hapa mimi cha 50 nifanya muamala ili tukae sawa. Yaani unapenda hela wewe? Hela ndio kila kitu ndugu yangu. Sio bila pesa ningekuletea huko. Ila nashukuru sana, sio umenifanyia kazi kubwa sana. Sasa ngoja nakutumia hapa namba yako sinayo. Hiyo. Mimi nakuingizia hapa sasa hivi. Na usitoke hapa kabla sija. Mimi hapa sitoki. Si hapo sasa. Alafu nikifanyaje hapa? Unaweza kupenda hela. Wewe. Hela zinatafutwa. Ila ndio kila kitu. Nakutumia hapo. Namba yako si ndio hiyo? Ile. Unajua mpaka nimekalii namba yako. Wewe. Masiara. Hatari. Angalia hapo. Mama ushasoma. Usitaje shingapi sasa. Leo umenifurahisha yangu. Leo. Yaani hilo ndo twela. Sasa basi nakuaminia. Kama vile nilivyokuambia usiniangushe. Sijali. Huyu ana shida. Mimi sina shida. Wewe mwenyewe unanielewa. Sinaga shombovu bana. Haya bana, kila laheri bana. Sasa Rozi, amini mamu kila kitu ameshakwambia. Bana, mimi kusema ukweli, tangia ile siku nimekuona, yani nimevutiwa sana na wewe. Na niseme tu kwamba mimi niko tayari kufanya lolote kwa ajili yako. Yani chochote utakachokihitaji kwa wakati wote mimi nitakuwa, yani kwangu hakuna shida. Si unanielewa? Kwa hiyo nikuombe, yani pokea hisia zangu, jali hisia zangu, pokea maombi yangu ili tuendelee na mambo mengine. Basi sawa, lakini unajua mimi nimeolewa tayari. Kwa hiyo sitamani hii siri ajue mtu yoyote. Hilo halina shida, yani hilo halina shida kabisa kwa upande wangu. Yani mimi binafsi sitomwambia mtu yoyote. Labda tu niwe na mashaka kwa upande wako, lakini mimi kwangu wala hakuna shida. Yani hilo ondoa shaka kabisa. Sawa. Mimi rafiki yangu namwamini. Na na imani kwamba hatamwambia mtu yoyote. Na nitahakikisha mume wangu afahamu chochote kuhusu hii siri ya mimi na wewe. Na sio imeisha, yani kama ni hivyo, hiyo imeisha. Sasa hapa kilichobaki, hebu niandikie namba zako ili baadaye tuwasiliane, kwa sababu mimi sasa hivi kuna mtu hapa anamsubiri na mazungumzo naye kidogo, nizungumze naye, nikimalizana naye mimi baadaye nitakupigia wewe ili tuweze kuzungumza kwa undani zaidi. Sawa. Andika, usiogope. Andika namba. Hii namba yangu. Niko yale muda wote. Nilipa namba ya gari lakini? Hamna.
Namba yangu mwenyewe. Basi sawa, mimi nitakupigia. Rose Hamna shida, mimi nitakupigia ili tuweze kuongea kwa kina zaidi. Basi sawa, mimi ngoja niende basi. Haya, poa. Shemeji, mambo? Shemeji, nakusalimia. Shemeji, kuna tatizo bwana? Niache. Shemeji, kama kuna tatizo niambie shemeji. Ulivyoniambia nenda kwa kaka. Mimi nilipotoka tu hapa nikaenda. Lakini mwenzangu hata sijui nisemaje. Nimefika kule, tumesalimiana na wifi, lakini wifi mwenzangu kaanza kunigia malalamiko hayo. Yaani sio size yangu. Ananiambia kaka amhudumii, amwachie la kula, anamfubaisha na hivyo ndo aishamshinda. Akimwachia 10,000 leo, mwezi, wiki ndo anamgea hela. Yaani hivyo ndo aishamshinda. Alafu yeye kinachumuzi kuambiwa yeye avae mabaibui. Mimi nikaitikia, sawa. Mimi nitaongea naye, nitajitahidi, akikataa kukubali, ila hawezi kukataa kwa sababu bado mkewe anakupenda. Haya, lakini mimi ndo hivi alishasema. Kwa hiyo ongea na mwanao, mimi nakufikishia wewe. Sawa bibi mkubwa. Hayo ndio aliyotaka kakako. Kuwatafuta watu 2,000. Hayo ndio aliyoyataka. Sasa basi mapenzi waingilie. Ndio anafanya hivyo kwa sababu mwanaume yeye ndani yana. Na kama angekuwa mpi chakula, sasa tushapata mashtaka. Angeenda kwa mtoto kuweka ushahidi. Lakini yeye kwa sababu yeye ana kile anachokitaka yeye akipate kwa nafasi, kwa wakati. Sasa basi mapenzi waingilie. Kwa kutokana kesho na kesho kutwa hela zimepatikana, wameelewana, aibu tutakuja kuona sisi. Ila mzigo ukimshinda mwenyewe atakuja, atasema mimi mzigo nimeutema. Naingilia Sangula Chole kutafuta mkulima. Naingilia Kibudi kutafuta mkulima. Manake kila mtaka nyingi na 7 umkuta mwingi msibu. Na kila mchuma janga wana kwake wako kwenye sisi. Sisi kazi yetu kumfuata nyuma. Hatutomwacha. Tutamwachia na yule wa kwetu. Na leo anaonekana mbaya, anaonekana udhaifu ndani unaongezeka, unaendelea kwa kutokana na hela ndani yake. Mwanamume akiwa na hela, mkeo anachokitaka atakipata, atakihitaji kwa atakipata kwa nafasi, na mwanamke atamsikiza mumewe. Hayo yote tutakuwa hatuyasikilekeze, hata hatuzisikisi. Wanafanya hivi kwa sababu hela hawana. Ndio maana wanasikia kelele zote. Mbona juzi na jana hatukasikia? Huwezi jua. Solijia sawa sana sipakiza. Labda akashampata saizi yake. Kashamuona baba bure yule. Ndio hivi tena naanza visa. Manake hivyo visa tu. Ngoja tuone. Langu jicho. Ngoja tuone kinachoendelea. Lakini hao ndio wanataka. Kila mchuma janga wala kwa. Na wewe ndio ulichokitaka. Enda kwa kaka, enda kwa kaka, yani kutamamba hata so size yangu. Eti ndio kuniambia mimi. Sawa mwanangu, bila kwenda huko tungeajuaje? Aje pia Mungu. Nimekuelewa. Yaani mke wangu, yule shoga yako sijui rafiki yako yule, sina hamu naye kabisa. Kafanyaje tena? Nimekutana naye pale njiani pale kule mama nani anauza samaki pale kwenye kona pale. Nimemsalimia, shemeji vipi? Kwanza kanifanyia ile macho vile mnavyofanya ile sijui kufanyaje ile. Akanipiga bonge la sonyo. Nikajiuliza shemeji vipi? Akanitema mate, akaondoka.
Sasa kajiuliza kwa nimemfanyia nini huyu? Hakunisemesha kitu. Kwa nini umemwambia nini yule? Aka, mimi sijamwambia kitu chochote. Mimi akija hapa tuongea stori za kawaida kama stori zetu zile. Kawaida, sijai kutoa mambo ya ndani kumwambia yeye, wala sijai kumwambia kitu chochote kuhusu wewe. Sijawahi hata siku moja. Sasa nikuulize wewe, umemfanyia nini mpaka mkakutana njiani, yeye anakusonya tu na sio kawaida yake. Akusonya, akutemea mate, sio anakufanyaje? Nikuulize wewe umefanya nini? Au umemtongoza mdogo wake? Maana nyewe wanaume na nyewe sometimes dishi zinayuma. Amna. Wewe unajua mimi mwenyewe mambo hayo, mimi wapi na wapi mambo hayo. Wewe simu yangu tunakaga nayo siku nyingi tu hapa. Siku kibao hapa. Zaidi ya message za mitandao hakuna mtu anayepiga wala kutuma message zaidi ya ndugu zako wewe au ndugu zangu mimi. Na sasa mimi namtongoza mdogo wake kutafuta nini? Kwani mimi haunitoshi mpaka nafuta mdogo wake? Basi mwambie bana, kama kuna sehemu yoyote mimi nimemkosea niambie. Hiyo namna gani ya kujirekebisha. Lakini vile mimi sipendi vile. Unafahamu? Basi sawa. Mimi nitaongea naye, nitamuuliza shida nini. Nadhani ataniambia, hawezi kunificha. Afu mimi nitakuja nikwambie. Sasa kama umekosea sehemu, utaenda umuombe radhi, umuombe msamaha. Watu tuishi vizuri. Alafu yule Muha umekutana naye? Hajaja. Basi kaja hapa. Nimempa hela yake. Kwani haijaisha tu yule mpaka leo? Mimi sijampa, sasa nimpe hela gani? Wewe toka kipindi kile hujaacha hata 100 humo ndani. Hela ya mwisho ni ile uliyompa wewe. Mimi sijampa hata 100. Kila akija namwambia mimi sina hela, sababu hamna hela yote humo ndani. Kwa hiyo ya mwisho ni ile uliyompa wewe. Mimi sijampa hata 100. Basi sawa, kesho kutomea nitapata kazi hapa, tutaenda kumpa hela yake yote na tutanunua mashuka mengine. Au unasema? Basi sawa mwanangu. Mimi nakutaka mmoja kuomba msamaha. Kwa hiyo nimemaanisha kukosea kwanza kuomba msamaha. Na usijali, mbona mambo ya kawaida kwenye mahusiano huwa yanatokea tu mara kwa mara. Kwa hiyo usijali, usielewa, mbona kawaida mkuu wangu. Ila mimi nashukuru umejua kosa lako, nimefurahi sana kwa kufanya hivyo. Vipi lakini niambie. Unajua ile mimi nakupenda, sio kama sikupendi. Mimi nakupenda ila kama ndio hivyo tuna makundi, si unajua tena. Unajua ndio baba mpenzi kila kitu. Natamani nje kwa baba mtu wa kweli anionioe msiki. Sio jambo kunifunga kamba zako, sio unajua na haki nini wewe baba. Sio msema mpenzi. Nakusikiliza. Mwenye yani natakuja kuitulia barua. Nataka nikupe mume wangu. Sasa sio kiasi kumi na kala vijana wenzangu. Mwenye nataka nje ukati wa kijola. Hayo limeisha, mbona tu. Mimi nitapambana kwa ajili yako. Yaani barua ni jambo la hili, afu ni kitu simple sana kwangu. Afu mimi nimefurahi sana kusikia hivi. Kwa usiwaza mimi, usijali. Barua itatoka. Sasa mimi naanzaje kuacha mtoto mzuri kama wewe? Sio tunayo, sio nayo muonekano. Sio mimi tu, mwanaume yote yani. Akikuwa ofa kama hiyo zikukataa yani. Sio mwanaume tu. Hata shetani tu mwenyewe hawezi kukataa ofa kama hiyo. Mimi nashukuru sana kwa kulifahamu kwamba unanipenda. Sema nitapambania. Sawa. Basi poa, mimi na wakati zangu bado naingia road, si unajua night. Tasimama baadaye. Ila nimemisi sana kuona unaipa. Unanikimbia sana. Sema nini? Ningefurahi sana kama ningepata hata kumbaki wako mpenzi. Haina shida. Samau. Mimi nimekuja hapa. Mimi lengo langu kubwa nataka niishi na wewe kabisa. Mimi hapa yani najisikia furaha sana. Kwanza nimekuja kukushukuru kwa sababu toka nikutane na wewe. Sasa hivi kila kitu ninachokihitaji nakipata kwa wakati. Kama ni pesa wanitumia kwa wakati. Yani najisikia amani sana. Lakini pia nilitamani nipajue kwako.
nikishapajua kwako, pia ninahitaji kuishi na wewe kabisa. Nataka niachane na mume wangu, niishi na wewe kabisa. Hilo mimi nimekuelewa na nimekuelewa vizuri sana, kwamba umesema unahitaji kupajua kwangu, na usijali, utapajua tena. Pengine kesho nitakupeleka nyumbani ukapaone, ukajue. Lakini umesema pia unahitaji kuishi na mimi moja kwa moja, lakini kumbuka wewe una mume. Sasa sijajua hapa ili umeliwekaje. Kuhusu mume wangu, mimi najua ninavyodili naye, kwa sababu nahitaji anipe talaka. Kisha nipa talaka nije kuishi naye. Ndio maana nimekuja kukwambia kwanza kwamba nataka niishi na wewe kabisa. Nikishaenda kuomba talaka, najua kabisa ninakwenda ni wapi, sababu kwa sasa hivi najisikia amani sana, najisikia niko huru sana. Kwa mapenzi ya nje, kila kitu unachonihudumia napata. Kwa natamani niishi na wewe kabisa kama mume wangu. Basi hilo halina shida, yaani kama umepanga hivyo, hilo halina shida, na mimi nimelipokea kwa mikono miwili. Nitakupeleka nyumbani ukapaone, lakini pia wewe nenda kafuatilie huo mpango ambao umeusema. Ukishafanikiwa, yani pale ni 24 hours, pale ni nyumbani kwangu na ni nyumbani kwako pia. Kwa hiyo karibu wakati wote ule. Lakini sasa rafiki yako ulimwambia? Rafiki yangu nimemwambia. Na baada ya kumwambia yeye alikushauri nini? Kama unavyomjua. Namjua vizuri. Mawazo yangu yale nilikuwa nawaza, na yeye kanishauri vile vile. Basi mimi niseme nimekuelewa, na hapa wewe nenda kafuatilie. Ukishafanikiwa saa yoyote, yaani ukishahakikisha tu kwamba umeipata talaka yako, basi nipigie simu, peleke nyumbani ukapaone. Kama nitakuwa nyumbani nitakuelekeza namna ya kufika ukapaone, ili tuendelee na mambo mengine. Lakini kuwa makini, usije ukafanya tena mambo mengine yakawa tofauti. Kwa hiyo nenda kadai talaka kwa utaratibu, upate talaka yako. Ukishatoka hapo, mimi nakukaribisha, karibu kwenye kasiri langu. Nashukuru sana kwa hilo, sababu toka nikutane na wewe, ndio hakuna ninachokikosa. Kila kitu nakipata kwa wakati. Lakini pia nina shida na 100,000 ya mafuta. Sasa 100,000 unaenda kununua nini? Yaani mafuta tu? Hauna kitu kingine ambacho unahitaji? Kwamba ukinunua mafuta tayari yameisha. Mbona unajizalau? Omba pesa nyingi, omba 500,000, 600,000. Mtu yani anatoa pesa kabisa, anajua hapa anatoa pesa. Wewe ni mtoto mzuri, utakuwa upendeze, yani utakuwa unakshi kabisa. Wewe sio mtu wa kuishi kwenye maisha kama hayo. Kwa hiyo usiombe pesa ndogo ndogo bana. Kwa nini unakuwa unajibana bana? Au unanichukuliaje? Usiogope hivyo. Kwa hiyo hilo halina shida. Mimi nitakupatia iko kiasi, ila sitakupatia hiyo 100,000. Najua 100,000 itakufikisha popote. Kwa hiyo nitakupatia kiasi ambacho nitakuwa nacho, kafanye mambo yako, lakini pia ndani ya siku 2-3 hizi nataka nikutoe. Kweli? Ya, nataka nikutoe sehemu moja hivi amazing kabisa, ni uende ukaenjoy, yani mpaka usahau yote aliyopita kwa maskini wako. Ya, hivyo yani. Kwa hiyo usijali. Sawa, lakini pia ndio, na ukinipigia simu labda sijapokea, ndio, au ukinitumia message sijajibu, mume wangu ananibana sana pale nyumbani. Yaani sina uhuru na mume wangu. Hilo mimi nalifahamu. Yaani wanaume maskini ndo walivyo. Yaani simu yoyote ya mkewe yeye anahisi anachitiwa tu. Yaani hakuna kingine anachowaza, kwa sababu anajua hana pesa. Wakati wowote anaweza kachukuliwa kama hivi ninavyokuchukua hivi, lakini wasiwasi ni akili. Kwa hiyo mimi nafahamu wanaume maskini wapo kama hivyo. Kwa hiyo hilo wala halina shida, mimi nimekuelewa vizuri. Yeah. Sawa, nashukuru sana. Kwa hiyo hamna shida yote, mimi nimekuelewa. Wewe nenda tuwasiliane. Haya, sawa. Haya. Basi kwa heri. Haya, karibu bwana. Nitakumisi, yani ukitoka tu nakumisi, yani hata ukigeuza tu kisogo tayari nishakumisi, la sina namna. Wewe nenda. Mimi pia nakumisi. Basi sawa. Haya, nashukuru sana. Sawa. Kupata, wewe unapata nini? Hamna nachopata. Jina tu. Simu zilizotoka kupigia wewe. Si chini ya 50. Ndio.
Unatafuta nini kupata? Kwa sababu kama mimi msaada ningetoa msikitini, wapi kwa watoto yatima wanataka misaada kupata. Wewe kupata hela uleti kwa nini? Nimepata wito, afu nisikilize kwanza na mimi maelezo yangu ambayo nitaongea. Naomba nipe nafasi. Na kusikiliza, ongea. Unajua nimefanya kazi miezi 11. Lakini mwezi mmoja mimi ndo nani? Naidai na changamoto za shule. Unajua Januari huu. Una muda gani hujanipa pesa? Mwezi mmoja. Mwezi mmoja. Tulikubalianaje? Yes, laki 7 tu. Ndogo Si ndogo. Ila basi tumetoka mbali juu. Na mimi na malengo ndio maana nikachukua mkataba kwako. Lengo chombo kiwe cha kwangu. Nishapiga miezi 11 baada ya mwezi mmoja. Na miezi 11 yote nilikuwa nimefanya vizuri. Nimeumba ndani ya huu mwezi mmoja. Ndio maana nakuambia na mimi naomba unisikilize kibinadamu. Kukua hivyo babu. Hivi mimi nifanye nini? Hiyo bado nimekupa chombo. Unafanya kazi. Kuna muda ananipigia bosi, mimi sielewi nyumbani na watoto wajala. Na kutumia hela kwenye simu. Ina kwamba unachezesha kikoba mimi. Kwa hiyo unaona niweza? Hapana. Unaniweza kupata sasa hivi. Ndio hapo bosi, mimi siwezi kuongea. Mimi naomba tu msamaha kwako. Na jinsi gani wewe tutapata mwafaka hapa. Kama mkataba ushapita, tujue jinsi gani utanisaidia. Hatuwezi kuingiza mkataba ndani ya mkataba. Kupata? Sina mambo mengi. Nakupa wiki moja. Pesa nilishaipata. Sawa. Nishamaliza.